Tuko hapa na Gadi Mzinga, tunazungumzia michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club pia Young Africans ambao watachukua nafasi kubwa katika mazungumzo yetu. Lakini mchezo wa kwanza ambao tunaanza nao hivi sasa ni mchezo kati ya Gadi na Young Africans. Kundi hili linatajwa kwa kundi la kifo kweli, kwa mujibu wa mitazamo ya watu. Lakini kabla tukienda mbali zaidi, pengine wewe unadhani ni kundi la kifo au la kawaida? Ni lugha ambayo watu wanatumia mtaani kwa sababu na maneno mengi, lakini ni kundi gumu kiasi, ni kundi gumu, na mimi nakubali. Mara nyingi nilikuwa nikubali kwamba hili ni moja ya makundi magumu, na kuna watu wanasema, nawasikia kundi gumu kwa Yanga. Hapana, sio kundi gumu kwa Yanga, kundi gumu kwa kila mshiriki wa ile kundi. Yaani lile ni kundi ambalo Ahli ndio bingwa mara zote, kundi ambao analiangalia anasema msimu hapa na sio AS FAR Rabat, na wenyewe wanaangalia wanasema hivyo, kama niko pia kwa JS Kabylie na Young Africans pia. Kwa hiyo hii situation ambayo Yanga anaipitia ya kuona hili kundi gumu, ndivyo ambavyo mashabiki wa hizo timu nyingine wanapitia, wanaona hili kundi ni gumu, so lina ugumu katika maelezo hivyo. Lakini tukija kwenye eneo la fact, maana hiyo ni opinion, tukija katika eneo la fact ni gumu kwa sababu tunafahamu mpira wa Afrika kwa asilimia kubwa umetawaliwa na klabu kutoka kaskazini. Ili kundi lina timu 3 kutoka katika ukanda huo wa kaskazini mwa Afrika. Lakini kama haitoshi, sio tu timu 3 kutoka kaskazini, timu 3 ngumu kutoka kaskazini. Hapo unazungumzia Al Ahly, greatest club of all time ndani ya Misri. Unazungumzia JS Kabylie, greatest club of all time ndani ya Algeria. Unazungumzia AS FAR Rabat. Hawa wanasidiwa na Wydad peke yao, ni mzani mmoja na Raja Athletic. Kwa hiyo na yenyewe pia ni klabu kubwa ndani ya Morocco. Kwa hiyo hiyo ni fact, hiyo ni miongoni mwa fact za kusema hili kundi ni gumu. Lakini ni kundi ambalo tumeona klabu 3 kutoka katika kundi, ndio kundi pekee ambalo klabu zake 3 zimechukua ubingwa wa hili michuano. Hakuna kundi jingine kwa maana Champions League. JS Kabylie wamechukua mara 2, AS FAR Rabat wamechukua mara 1 mwaka 85, Al Ahly wamechukua mara 12 nadhani. Kwa hiyo ni Young Africans pekee yake ndio ambaye hajachukua ile kombe. But Young Africans ameingia kwenye hili kundi sio kama timu dhaifu. Ndio uzuri wa hapo, kwamba licha ya hao wengine wana experience kubwa na hii michuano, lakini Young Africans hakuingia kama mchekea. Unajua, tungeweza kupeleka kwa mfano sisi Sub-Saharan Africa, tungeweza kumweka mwakilishi wetu pale mmoja wa daraja la kati, labda Power Dynamos, Selvino Popo, Stade Malien, timu za namna hiyo, tungesema kwamba huyu automatic hayupo, yaani tunamtoa kabisa. Lakini tumepeleka mwakilishi wetu bora miongoni mwa timu zetu za Sub-Saharan ambazo zinatuwakilisha vizuri, ndio yuko pale. Hao ni Young Africans, timu ambayo ina mafanikio mazuri kwenye miaka hivi karibuni kwenye michuano ya kimataifa, ukikompare na rekodi zao za miaka ya nyuma. Kwa hiyo ni kundi, wanavyosema watu kundi gumu, kwa hizi fact na opinions, unaona wanamaanisha kwamba hili kundi yes ni gumu, Kundi gumu kwa wote. Sasa kwa wote ya. Sasa tuelekee katika mchezo. FAR Rabat tukiangalia katika msimu miwili kwenye ligi ya Morocco wamekuwa wako vizuri kweli, na Young Africans the same. Pengine mabadiliko ambayo Yanga wameyafanya mapema kabisa ya coach yanaweza athiri nini kuelekea katika huu mchezo? Okay, nimewahi kuzungumza sehemu kuhusu kocha Pedro Gonçalves. Wamefanya mabadiliko kwa Young Africans, mabadiliko ambayo yalikuwa yametokana na Romain Folz. Mechi zake hizi mbili za mwisho hazikuwa nzuri. Alitoa sare dhidi ya Mbeya City, akaenda kupoteza dhidi ya Silver Strikers. Daraja la Young Africans kwa standard yao, wanacheza na Silver Strikers na wabana ambapo kwa kiwango kile waliona imetosha, huyu anaweza kupeleka timu at risk. Na unajua graph ya Young Africans, manake wasinge qualify kwenda group stage, ingekuwa ni graph mbaya sana, kwa sababu wametoka kwenye finali ya Confederation. Msimu uliofuata wameenda quarter final ya Champions League. Msimu unaofuata wameishia group stage ya Champions League. Msimu unaofuata waishia preliminary round. Ingekuwa ni graph inaporomoka vibaya. So kwa wao kunusa hatari kwamba inawezekana
ikaleta changamoto, na huyu kocha tayari kuna viashiria vyote vya kwamba sio kocha ambaye anafanya vizuri kwa huko alikotoka, lakini kwa ndani ya Young Africans, Yanga hata kwenye hizo mechi ambazo walikuwa wanashinda kwa staili ambayo wenyewe hawafurahi, wakaona isiwe sana, wakamtoa akamleta hapa Pedro Gonçalves. Pedro ni kocha mkubwa, ni kocha mwenye experience kimataifa, ni kocha ambaye ana ubora mkubwa. Mimi binafsi nimekuwa nikifuatilia sana ligi ya Angola, lakini Pedro namfahamu muda mrefu. Pedro namfahamu tangu 2005-2006 kwa mara ya kwanza naingia Primeiro de Agosto, kwa sababu Angola mimi nilikuwa kwa hiyo tangu anaingia pale, lakini kumfahamu vizuri zaidi deeply ni 2019 kwenye finali za Afrika za vijana chini ya umri wa 17 zilizofanyika hapa. Kwa hiyo ni kocha ambaye nikiwa natoa baadhi ya details zake nakuwa na maanisha, na ni kocha ambaye nimesha kumzungumzia mara nyingi sana kabla hajaja hapa, sio kumzungumzia kwenye session mara kadhaa. Sasa hii Young Africans ambayo tunaiona hapa bado naamini bado Pedro hajafikia kwenye climax ya kutengeneza. Pedro ni mzuri zaidi hapo tunapomuona. Sawa. Sasa inategemea na rasilimali watu ambao yuko nazo. Sasa hivi anashinda matokeo yanapatikana. Haichezi kwenye daraja ile kama ambavyo ilikuwa inacheza nyuma, kwa maana ya wakati wa Nasri Nabi, wakati wa Miguel Gamondi anaingia ile Sendo Ramovic, Eludi Hamdi, bado hiyo stability haijapatikana, na naamini hiyo stability haijapatikana kwa sababu ya kocha aliyepita hapa katikati. Inaonekana kama kuna vitu vimetibuka. Sasa kama kuna vitu vimetibuka, kuja kuleta timu kuingia kwenye rhythm nzuri ili icheze tena kandanda safi, na yeye kuingia kwa sasa hivi ni result oriented, anataka matokeo. Kipindi hiki kinapatikana sasa hivi, kuna kipindi cha mpito cha hii break international. Naamini sasa ni muda ambao anaanza kuimprove, yaani anataka kutengeneza Young Africans tofauti. Kwa hiyo kama itakuwa tayari imeshafanikiwa, basi huenda tukaiona Young Africans tofauti kabisa katika mechi dhidi ya AS FAR Rabat. So kwa Young Africans kuleta huyu kocha, binafsi naona kama anavyosema mwenyewe, inatajwa kuwa ni timu ambazo mizani iko sawa. Kwa unajua kabumbu, pengine mtazamo wako kwa kufikia na ikauka. Mizani tukisema iko sawa, ndio unahitaji utetee. Inahitaji kuna namna fulani inabidi utetee ili useme iko sawa. Lakini tunaweza nikawaelewa kwa namna moja, kwa namna nyingine wasioelewa. Ukisema iko sawa kwenye mustakabali gani? Kwa mfano, hizi timu zote ni tunasema ni timu ambazo zinatokea katika hizi hatua. Yaani huaga zinatokea kwenye hizi hatua. Haijalishi nani katokea mara nyingi, lakini huaga wanakuja kuja. Kwa hiyo unaweza ukapima kwa namna hiyo. Lakini tukija kwenye nani katokea mara nyingi, nani anapata mafanikio, Simba nadhani atakuwa yuko juu. Lakini hata kwa sasa hivi nani ameingia kwenye hili kundi? Unajua kundi limepangwa kutokana na ubora wa viwango. Kwa hiyo wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka nne ni kwa viwango ubora. Sasa Simba kaingia kama nafasi ya pili katika kwenye post namba 2. Petros katokea kwenye timu na goal point namba 3. Kwa automatic tayari Simba iko level tofauti. Ila hawajaachana pakubwa kwa kusema kwamba huyu hamwezi kabisa. Petro anaweza kuruka naye Simba vizuri, sio na Simba anaweza kuruka na Petro vizuri. Kwa hiyo kinaumana hiyo vitu. Yes, kuna vitu Petro kafanya Simba hajafanya. Simba kuna vitu kafanya Petro hajafanya. Kwa mfano, Petro ana finali moja tu ya CAF. Alicheza miaka ya nyuma huko sasa ngapi? Sasa ilikuwa ni kombe ile la Simba kombe la CAF mwaka 97. Simba katangulia mwaka 93, Petro 97 akaenda kucheza finali. Wote walikosa. Baada ya hapo Petro hajarudi kwenye finali nyingine yoyote. Simba karudi tena msimu uliopita. Unaelewa? Lakini pia Petro ameweka rekodi misimu miwili nyuma ya kucheza group stage, hajaruhusu goli hili. Mechi 6 za hatua ya makundi hajaruhusu goli hata moja. Petro amefanya hivyo, Simba alifanya. Sawa. Alienda kutolewa robo finali, kutolewa na Buru Uso. Lakini Simba
hajawahi kufanya hicho, ila kaingia robo finali nyingi. Yaani Simba hajawahi kuishia group stage. Sawa. Kwa hiyo kuna vitu vinatofautiana. But tukiangalia in details tunakuta vingi vinampendelea Simba. Sawa. Tukija kwenye fact ya mechi yenyewe, ni mechi nzuri sana kwa sababu nimetoa hapa baadhi ya maelezo kwamba ni mechi ambazo ni wapinzani ambao hawajatofautiana pakubwa sana. Ni mpinzani ambaye naamini Petros wana timu nzuri, lakini Simba at home hapa kwenye makaratasi Simoni Petro akitoboa hapa, Simoni Petro akitoboa, naamini Simba anaenda kufanya vizuri katika hiyo mechi kwa vitu vingi. Simba anafanya vizuri katika ligi nyumbani, wameanza vizuri kampeni zao mpaka hapa walipofika chini ya kocha wao mpya huyu meneja Dimitar Pantev. Petros Atletico na wenyewe pia wana kocha wao Hispania ambao wamefuzu kuingia hapa, walipoingia kwa maana ya group stage, lakini kwenye ligi yao hawajaanza vizuri sana. Sio vibaya, ila sio vizuri sana. Ligi yao nadhani anaongoza wale CD Recreativo Dolibo wanaongoza, lakini Petros wanapambana na wao namna kusogea pale juu. So ukipima ligi ya Angola, ukipima ligi ya Tanzania, unaona na zenyewe pia hazijaachana sana. Yaani miongoni mwa zile ligi za Sub-Sahara ambazo zinafanya vizuri ni pamoja na hizi ligi. Utofauti ni kwamba sisi klabu zetu tunafika mbali nyingi. Unajua ligi yetu sisi mpaka kwa kwenye viwango vya CAF kwamba ligi sio namba 5 namba 4 kwenye ubora, kwa sababu klabu zetu zinafanya vizuri, na sisi tuna klabu nyingi nzuri. Tuna Yanga afika mpaka finali, tuna Simba anafika mpaka finali. Haya makota haya wanafika sana. Lakini ukija kuangalia wao Angola unakuta ni Petro ndo ajitahidi aipate robo. Wengine wanakuja group stage wanaishi hapa, na Bravos kwa Marquis simu iliyopita, kina CD Lunda Sul wanaishi hapa. Kwa hiyo timu zao kuna wale wanaitwa Esperanza do Sambizanga, na wenyewe pia wanaenda wanagusa wanarudi. Kwa hiyo wanakosa support, yani Petro anakosa support ya maklabu mengine ya Angola kufika mbali. Tofauti na sisi tuna matimu mawili tu ambayo yanafanya vizuri. This time around tumeyapeleka matimu 4. Unaelewa? Kwa hiyo tuna possibility ya kufanya vizuri, kuongeza points zaidi. Lakini tofauti na hapo, kwa maana ya quality katika pitch, kwa kile ambacho wanakicheza, unaona ligi ambazo hazijaachana mbali sana kwenye huo ubora. Wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na je, unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? BongoSauce tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia BongoSauce, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi, na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya BongoSauce leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747 69 20 64, barua pepe alphatizben@gmail.com. BongoSauce, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.